Kwa nini uamini dini? Dini zimetengenezwa na wanadamu. Mungu kuwa na mpango wa kuleta kitu inaitwa dini. Unajua kwanza watu wa dini na watu wa politics ni watu wa moja. Dini na siasa ni kitu kimoja. Kwa hiyo hii yote ni masuala ya kuendeleza maisha ya vikundi fulani na watu fulani. Kwa hiyo kuona watu wengi wako na msikitini wanavaa nguo Kanzu. Watu wengi wanakwenda kanisani wanavaa nguo za kawaida. Suti. Nguo nzuri za kuchomekea. Haya ni mavazi ya Mwingereza. Mwingereza anaitwa the smart one. Ukiwa Muislamu lazima ufuate mila za Kiarabu. Kwa sababu sisi Ukristo wetu tumeletewa na Mwingereza ndio umekuja zaidi, Ujerumani kakaa. Kwa hiyo mimi ninachoamini hapa, naamini Mungu wa babu yangu, wa bibi yangu, wa mama yangu. Mimi siamini Mungu wa Isaka, Yakobo na Ibrahimu. Hawa watu kama walikuwepo, walikuwa kwenye msaada wa himaya yao. Hawawezi wao kutusaidia sisi. Mungu wa mzungu hawezi kuja kunisaidia mimi. Yesu ni nani? Yesu ni myth. Kwa Mswahili ambaye haelewi myth. Ni hadithi ambayo ni vitu ambavyo vya kuaminika lakini havina reality. 70% wanachokwambia sio kweli. Dunia imejengwa na uongo. Dunia inatengenezwa na uongo. Ukweli ni upi? Ukweli kwamba Mungu watu wote ni wa kwake. Hakuna chosen one. Dunia hii wazungu wanachokifanya ni kufuta mila na tamaduni za mtu mweusi, kwa sababu sisi ndio tuleta ustaarabu wote chini ya jua. Kwa hiyo ili kuondoa mila na tamaduni za mtu mweusi lazima watu weusi wote wapotee. Ndio maana tuletea njaa, vita, magonjwa, dini, elimu ambazo hazina msaada kwetu. Elimu zipi hazina msaada kwetu? Elimu ambazo hazina msaada, wewe unakuwa ukariri. Una cha kuendeleza. Naweza nikakuuliza brother, kama wewe una master, umemaster nini katika maendeleo ya watu wako? Wewe una masters. Je, umewasaidia nini watu wako? Hivyo watafuta watu wana master wa duniani wako yote. Lakini anachokifanya ni kwenda kuwafundisha yale waliopewa na wenzao. Hakuna lingine wanagundua. Kwa hiyo wao ni bado wametengenezwa kuwa puppet wa white race. Yaani wao ni watumishi wa wazungu. Ninachoongea na watu watakuwa wamekasirika sana. Ila mimi nasema hivi, wasikasiriki. Mimi siko upande wa dini yoyote na wala sichukii watu wa dini. Ninaishi nao, tunalala nao na tunashughulikiana kwenye mashida na raha. Kwa nini Wachina walikataa dini ya Kikristo wala Kiislamu? Kwa sababu ni dini za kikoloni ambazo hazina msaada. Kila mmoja na mila zake mzee. Msikie, sisi kwa nini tuote mila zao? Dini tamaduni. Nimekwambia kwanza. Ndio maana ili uwe Mkristo lazima uongee kizunguzungu. Msikia, uongee kama mzungu. Habari gani? Mambo yako? Ujambo? Yaani unaongea kama unateleza lakini una mambo yako unamtega mtu. Kwa unachokiamini wewe, mtu akifa hakuna afterlife, hakutokuja kuwa na mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia yako. Kwa kitabu cha Ufunuo wa Yohana si cha kweli. Nimesoma Ufunuo wa Yohana. Kile kitabu lakini kinasema kuna mwisho wa dunia. Ni kitabu waliandika. Na kila mtu anaandika cha kwake, anaandika inavyofikiria yeye. Kwa kile kitabu ni myth. Yes, that's the myth. But that's the story. Ukisoma unaburudika, unapata tumaini. Lakini mpaka uchanganue sana, ndio utajua kwamba hii ni mfumo maalum wa utawala uliowekwa. Ukiamini vile basi utaishi kinyenyekevu sana, kwa sababu ya kutegemea kesho kutakuwa na kifo. Nikifa mimi nitakwenda kwenye sehemu ya wokovu, heaven ingekuwepo, mzungu asingekuletea dini, kwa sababu mzungu ana mpango na wewe uende naye peponi. Wala mwana ana mpango wewe uende peponi. Anakufanyia duniani anatosha, itakubali wewe na wewe kwenda mkanya chai pamoja kule. Wakati Yesu anaondoka alisema naenda kuwaandalia makao. Ni yapi? Anaenda kuandalia makao. Na nitakapokuwa mimi nani muwepo. Makao haya maandishi yaliongezea mkono, kwa sababu hiyo andiko umelitoa
katika Agano la Kale, Agano Jipya. Agano Jipya. Agano Jipya. Injili. Hii ni maandishi ya mikono ya waandishi. Kwa sababu kalamu ndio shida ya ulimwengu. Watu wote watumia kalamu zao kwa manipulate watu. Wafanyia manipulation. Kwa hiyo unaamini vitu ambavyo havipo. Kwa nini Yesu unaamini ni hadithi? Mtoto wa Mungu ni nani? Mungu hajawahi kuwa na mtoto. Mungu akiwa na mtoto atakuwa na ukoo. Kwa kawaida ni mmoja anaozaa atakuwa na ulisi. Kwa hiyo dunia ingeendeshwa chini under chaos, kila mmoja anataka madaraka. Wa Afrika sasa wanaondokanaje na hii hali ya wengi sasa hivi wameshikwa na dini? Sisi wote, mimi ni Mkristo. Wewe ni Christian. Mimi ni Roman Catholic. Wewe ni Roman Catholic. Wewe ni Mroma lakini Mtanzania. Yes. Sasa kwa nini usiitwe ukajiita mimi Mtanzania usiite Mroma? Nimezaliwa nimekuta ni dini wazazi wangu wanayo. Nilisoma kitabu kimoja jamaa mmoja aitwa Edmund Flaudi. Inaitwa Mankind Search for God. Unaongea wewe mfano mkubwa kwamba wewe ulivyozaliwa kwa baba yako ndio ukukuta na dini hiyo na wewe uko kuna hiyo. Ina maana hata sisi wa Tanzania tungetawaliwa na Mchina leo tungekuwa Confucianism. Tungekuwa Confucianism, dini ya Kichina. Je, tungetawaliwa na Muhindi? Ndio ndugu yangu ungekuwa Buddha. Waafrika wanatokaje huko? Kutoka Waafrika ni kazi ngumu kwa sababu wako kwenye chain. Kwa sababu chain ya sasa hivi tuliyokuwa nayo hatujafungwa miguuni. Chain tuliyokuwa nayo sasa hivi imefungwa kwenye ubongo. Na cheni ya kwenye ubongo mpaka upaswe kichwa sio leo. Na Mwafrika kumfundisha kwamba hapo ulipo ni wrong. Hapa mimi nilipo wananiita mkosaji. Hapa ninachoongea hiki. Sasa hivi dunia ina dini zaidi ya milioni 1. India tupu ina dini zaidi ya milioni 1. India peke yake ina dini zaidi ya milioni 1. Je, Mungu ni mmoja? Dini zote hizo Mungu azeta. Wewe unaamini kwenye Mungu? Mimi naamini Mungu. Yupo? Yes. Mungu yupo. Haina mashaka. Hakuna chenye kichopo bila chanzo. Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Ukija huku huyu Sulemani alikuwa na wanawake 700. Wao wanamke wanaambia wao ni mmoja. Hivi kwani unaweza kuoa mwanamke mmoja? Kwa nini imeletwa hii dhana ya kuoa mwanamke mmoja? Imetoka wapi? Dhana ya kuoa mwanamke mmoja. Ni white supremacy. Kwa sababu wanajua mtu anaozaa sana duniani ni mtu mweusi peke yake.